kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari wa 9 mpaka mstari ule wa 10. Penda kusoma kwa jina la Bwana. Amen. Katika hili pendo la Mungu lilioonekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe, tarudia mstari wa 10. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Basi jumbe wangu jioni ya leo, Yesu ndiyo kipatanisho cha mwanadamu na Mungu. Yesu ndiyo kipatanisho cha mwanadamu na Mungu. Hakuna kipatanisho kingine ambacho kinaweza kikampatanisha mwanadamu na Mungu. Watu wametembea kwenye dini zao, wanaenda kwenye dini zao, wanajua basi kuna mpatanisha ambaye anaweza kawapatanisha wao na Mungu. Wengine wanasema Maria, sijui tuombee, sijui wengine nani, lakini hakuna kipatanisho chochote ambacho kinaweza kikampatanisha mwanadamu na Mungu. Ni mwanaume Yesu ambaye ndiye alipewa dhamana hiyo ya kunipatanisha mimi na wewe na Mungu. Haijalishi. Basi hata kama una dini yako, unaomba kwamba sijui nani akupatanishe na Yesu au akuombee, nataka nikwambie jioni ya leo, hakuna chenye kina uwezo wa kumpatanisha mwanadamu na Mungu. Ni mwanaume Yesu aliacha enzi na mbingu ili ampatanishe mwanadamu na Mungu. Hakuna kitu kingine ambacho kina uwezo wa kufanya wewe ukapata usalama wa maisha yako. Ni mwanaume Yesu aliacha enzi na mbingu ili amuokoe mwanadamu kutoka kwenye nguvu ya dhambi. Anasamehe magonjwa yote yaliyokwisha kushindikana kwa wanadamu. Haijalishi wewe umetembea kwa wanadamu, umetembea kwa waganga, umetembea kwa madaktari bingwa, ukitaka usalama wa maisha yako, ukitaka kwamba upate uzima, nataka nikwambie usalama wa mwanadamu ni Yesu tu. Hakuna usalama pengine unapopajua wewe. Ndio maana watu anakuwa muhemba wa mganga, lakini anafia kwa mganga. Mganga hana uzima wa maisha yake. Mganga hana usalama wa maisha yake, wala hawezi akamkinga kwamba asife. Ni mwanaume Yesu aliacha enzi na mbingu ili mwanadamu apate usalama wa maisha yake. Nataka nikwambie jioni ya leo, hakuna pengine ambapo unaweza ukapata usalama. Wengine wamekimbilia kwenye dini zao, wengine wanaziita kubwa. Nataka nikwambie, hata ukikimbilia kwenye dini nayoitwa kubwa, hata ukikimbilia sijui wapi, nataka nikwambie hakuna usalama wa mwanadamu. Ni mwanaume Yesu akiingia ndani ya moyo wako, anasamehe dhambi zote, anaponya magonjwa yote. Tena yeye anaponya magonjwa ya mwili na ya rohoni. Nataka nikwambie, wenda una dini yako lakini bado umekwisha kuelemewa na dhambi. Bado ni mlevi na dini unayo. Bado na magonjwa sugu na dini yako unayo. Unatembea na dozi, unaishi kwa dozi, hakuna usalama kwenye dini yako. Nataka nikwambie yatosha kujitumainishia dini ulio nayo. Ndio maana una dini lakini bado hujapata usalama. Unazindiko nyumbani na dini yako unayo. Nataka nikwambie jioni ya leo, yupo mwanaume Yesu Bwana. Ukimpokea ndani ya moyo wako, unakuwa salama mwili na roho. Amen. Wenzio tumeona kwamba hakuna usalama pengine. Yale yaliyokwisha kushindikana kwa wanadamu, kwa Yesu yanawezekana. Mwanadamu anaweza kukukatia tamaa. Mwanadamu anaweza akasema huyu hafiki kesho, lakini nataka nikwambie usalama wa maisha ya mwanadamu au maamuzi ya mwanadamu kwamba aishi yako mikononi mwa Mungu. Lakini nataka nikwambie, kama hujampokea Yesu, utatolewa kafara tu. Utatolewa kafara na dini unayo. Utaenda kwa mganga kwamba mganga labda atakufanya uwe salama.
bado utatolewa kafara, na kwa mganga unakunywa dawa, sijui unakunywa mambo gani, unazindikwa. Nataka nikwambie hakuna usalama hapo, wala hakuna zindiko la kweli kama mwanaume Yesu. Mwanaume Yesu pekee ndio zindiko la kweli Bwana. Ukija kwake unakuwa salama. Hicho kichwa cha mbuzi hakiwezi kufanya wewe uwe na zindiko, hakiwezi kukufanya wewe usikaliwe na wachawi. Ndio maana una zindiko la mbuzi nyumbani, umeweka kichwa cha mbuzi, umeambiwa kwamba tumezindika hapa, kuna usalama, hakuna mchawi atakayegusa nyumba hii. Na bado nataka nikwambie unakaliwa na zindiko unalo, hakuna usalama hapo, hakuna usalama, ni uongo tu, hao ni matapeli. Njoo kwa Yesu leo, ufunguliwe, uwekwe huru, upate usalama wa maisha yako. Mwingine anajua labda usalama ni kufuga mbwa nyumbani, anafuga mbwa maana anaweka walinzi kwamba wamlinde. Walinzi wamelinda nje na mbwa wamelala nje, lakini ndani huko wachawi wanamshughulikia usiku kucha, hakuna kulala, wanamfanya kama punda, kwa sababu hao hawana usalama. Wala mbwa hawezi akakulinda wewe, wala mwanadamu mwenzako hawezi akakulinda wewe. Njoo kwa Yesu jioni ya leo Bwana, ukiwa kwake anakulinda mwili na roho, unakuwa salama. Amen. Wala hakuna mchawi atakaye kukalia, wala hutatolewa kafara, hutakufa vifo vya kichawi, kwamba wachawi wamekaa leo eti wanapanga kwenye vikao vyao kwamba huyu hasa tunahakikisha mwaka huu amalizi. Nataka nikwambia hao ni wanadamu tu. Ukiwa na Yesu moyoni, watapanga vikao, watakaa, watamaliza matunguli yao, lakini wanashangaa kesho naamka usiku amekatakata, wakajua tumeshamaliza kazi. Lakini kumbe mwanaume Yesu alitaka waonyeshe kwamba yeye ndio mwanaume. Hakuna uganga wala usalama kwake. Usalama ni kwa Yesu tu. Ukiingia kwa Yesu, unakuwa salama kweli kweli. Yaani unatembea kifua mbele, unajiamini. Amen. Wachawi wenyewe wanaogopana, anamuogopa na anajua huyu amenizidi nguvu. Nataka nikwambie ushuhuda. Mimi nishawaiona mganga fulani anaenda hospitali, analia kweli kweli. Anaulizwa, mganga shida gani? Anasema yani nimekwisha kuelemewa. Yani eti mganga amefiwa ghafla, mume wake amefariki na mtoto amefariki, wote ndani ya wiki moja. Lakini ni nani? Ni mganga. Na nyumbani kuna wahemba wanasubiri zindiko, wakati yeye mwenyewe hawezi kujizindika na familia yake akawa salama. Nataka nikwambie, unawaona kwamba huyu ndio tumaini, unamkimbilia, kumbe yeye mwenyewe ameshaelemewa. Ana mizigo ana maswali amekwisha kukosa majibu, wala hana tumaini, anatembea analia, na wewe unakimbilia kwake eti akupe tumaini, akupe usalama. Nataka nikwambie unajidanganya. Njoo kwa mwanaume Yesu jioni ya leo Bwana. Ukija kwake utakuwa salama mwili na roho. Kwake hakuna kuonewa. Lakini ukiwa kwa shetani hata kuonea kama anavyotaka tu. Kwa sababu huna nini? Huna usalama, huna msaada, kwa sababu umekimbilia kwenye dini ambayo haina msaada. Umekimbilia kwa mwanadamu, naomba ushauri kwa ndugu kwamba jamani, naomba mnisaidie, nina shida hii, na wenyewe unaowaambia wakusaidie wamekwisha kuelemewa. Nataka nikwambie jioni ya leo, ukija kwa mwanaume Yesu, unakuwa salama kweli kweli. Kwake tunatembea na unakuwa na raha. Unakuwa raha tupu, tena raha ya kweli, sio raha ile ya geresha kwamba mtu anacheka lakini moyoni amekwisha kuelemewa, anatembea na majonzi. Hao ni wanadamu. Anaweza akakupa amani akasema kwamba hakuna shida, hii shida yako mbona ni ndogo tu, lakini hawezi akakutatua wewe ile shida iliyoko moyoni. Moyoni una msiba, lakini anakufariji nje tu kwamba hakuna shida, hii shida yako ni ndogo tu, lakini yeye mwenyewe moyoni ana msiba. Alafu anakuambia wewe kwamba shida yako ni ndogo, wakati wewe ana shida kubwa hata kuliko ulionayo wewe. Nataka nikwambie, ukitaka hata mambo yako yapate majibu, ni mwanaume Yesu. Huyo ndio jibu la mambo yako.
Huyo ndio jibu la maisha ya mwanadamu. Hakuna majibu kwa mwanadamu mwenzio, wala ndugu yako hana majibu ya maswali yako, wala mganga wa kienyeji hana majibu ya maswali yako, wala madaktari bingwa hawana majibu ya maswali yako. Jioni ya leo yupo mwanaume Yesu. Ukija kwake utapata majibu yako. Haijalishi wewe umejiuliza maswali miaka yamekosa majibu, lakini ukija kwa mwanaume Yesu hakuna swali iliyowahi kukosa jibu. Amen. Hata kama umeasilika, umeambiwa kwamba wewe ni mgonjwa, umekwisha kuasilika, nenda katumie dozi. Nataka nikwambie, ukiingia kwa Yesu anakausha magonjwa yote. Hao ni wanadamu waliosema kwamba ukimwi hauna dawa, lakini Yesu anasema jina lake ndio nini? Ndiyo dawa. Ukija kwake unafunguliwa vifungo vya magonjwa, maonezo ulionewa. Yesu anakufungua na kuwa huru mbali na kuonewa. Amen. Watu wamekwisha kuelemewa, wametwishwa mizigo ya magonjwa. Yaani mtu anatembea na msiba, anatembea anaishi kwa dozi, hana matumaini. Ukimwangalia nje anacheka, lakini moyoni amekwisha kuelemewa. Nataka nikwambie jioni ya leo, njoo kwa mwanaume Yesu akutue huo mzigo. Anasema yeye ndiyo pendo. Alikuja ulimwenguni ili amuondoe mwanadamu kutoka kwenye nguvu ya dhambi. Anasema ni upendo wa namna gani huu? Hakuna mwanadamu ambaye anaweza katoa dhamana ya maisha yako kwa ajili yako. Hakuna mwanadamu wa namna hiyo kwamba ajitoe eti maisha yake akufanye dhamana wewe uendelee kuishi. Hakuna mwanadamu wa namna hiyo. Ni mwanaume Yesu pekee ndiye alionyesha upendo wa kweli. Hata kama una mke, una mme, una ndugu, wanasema wanakupenda, wanatatua shida zako, nataka nikwambia waweza wakatoa dhamana ya maisha yako. Ni mwanaume Yesu ukimpokea ndani ya moyo wako, huyo ndio dhamana ya maisha ya mwanadamu. Alijitoa ili mwanadamu atoke kwenye maonezi, atoke kwenye magonjwa, atoke kwenye nguvu ya dhambi. Wanadamu amekwisha kuelemewa na dhambi. Yaani mtu anatembea uchi, yaani ukimwangalia hadi unamhurumia kwamba shetani anatesa watu. Yaani amevaa nguo, hata kumwangalia unaona aibu. Bwana tu saidia hawa watu. Bwana wape neema ya wokovu watu wa Misungwi. Yaani mtu anabadilisha wanaume kutoka asubuhi, anaweza kabadilisha wanaume hata wangapi. Sijui itakuwa ni ushuhuda mzuri. Mimi huwa nafanya kazi hospitalini. Hasa kule ninakoishi, huwa msimu wa mavuno wanakuja Wasimbe, wanajiuza. Hasa wakawa wamekuja wanasema kwamba tunaomba mtupe zana. Hasa kila mmoja anaomba boksi. Nikasema hasa boksi zima hili utama. Anasema wewe, yaani kwa siku moja anaweza katumia hata 20. Nikasema hivi hauchoki? Anasema kwamba utafanyaje sasa wakati ndio kazi. Ndio kazi hiyo ambayo mimi nimeichagua. Nikaanza kuambia habari za Yesu. Nikasema hata kama mkivaa hizi hakuna usalama. Ikichanika unakuwa na usalama. Anasema ni kweli, tunajua kwamba kazi yetu ni hatarishi, lakini hatuna namna. Nikasema yupo mwanaume Yesu. Ukimpokea yeye atakupa kazi ya kufanya. Hata kama hauna kazi, unajua kwamba hakuna tegemeo. Nataka nikwambie yupo mwanaume Yesu. Ukimpokea anakupa kazi nzuri ya heshima ya kufanya. Wakaanza kusema kwamba ngoje basi tufanye tu mwaka huu, labda tumalizie, alafu mwakani ndio tufanye hayo maamuzi. Nikasema kwamba kesho sio yetu. Yupo mwenye siku. Wenda hata kesho uweze ukafika. Wala haujui kwamba hata jioni unaweza ukafika. Kwa hiyo afadhali ukachukua hatua leo. Wakasema kwamba bado ngoje kwanza tukajiulize. Yaani watu wanatembea duniani wamekwisha kuelemewa, wanaishi maisha ambayo hawayataki. Anasema kwamba yaani hata sisi wenyewe tunafanya hii kazi lakini hatuna amani. Yaani hana amani, anafanya kazi ambayo hana amani na maisha yake. Yaani anajua muda wote anaweza akafanyaje? Akasirika. Anasema anakuja mwingine mteja, anakataa kutumia hizi. Lakini hauna namna sasa.
anatoa labda kwa wakati mmoja na kuambia nitakupa 100,000. Kwa hiyo unajitoa mhanga kwamba kwa hali yoyote siwezi kufanyaje kuacha hii hela. Watu wamekwisha kuelemewa duniani. Unaona mtu naona kana kwamba anacheka lakini hana amani. Nataka nikwambie jioni ya leo, wenda shetani amekuonea miaka mingi, umekuwa jambi la wageni. Jioni ya leo yupo mwanaume Yesu. Ukimpokea ndani ya moyo wako, Bwana anakausha kiu ya uzinzi, anakata tamaa ya uzinzi. Hata kama watu walikuita jambi la wageni, hata kama ulibadilishwa majina, shetani ana asili ya kubadilisha watu majina. Anaita msimbe, anaitwa jambi la wageni, anaitwa mzinzi. Nataka nikwambie jioni ya leo, ukija kwa mwanaume Yesu atakubadilisha jina Bwana. Hata kama uliitwa jina la aibu, atakupa jina la heshima. Utaitwa mwana wa Mungu aliye hai. Lazima umpokee Yesu ili akuheshimishe. Lakini duniani hakuna heshima. Shetani ana asili ya kusulubisha watu. Hata kama hutaki kuitwa mzinzi, utaitwa tu, kwa sababu hiyo ndio kazi yako uliyoichagua. Na watu hawezi wakakupa heshima kwa sababu wanaona kazi yako haina heshima. Njoo kwa Yesu jioni ya leo, mtu wa misungwi. Njoo leo Yesu akufungue kwenye vifungo vya magonjwa. Njoo akufungue kwenye vifungo vya maonezi Bwana. Umeonewa yatosha, umeteswa yatosha. Mtu anatembea na kondom, anajua kwamba basi nikitembea na hizi nitakuwa salama. Nataka nikwambie hizo sio salama. Yupo salama ya maisha ya mwanadamu. Ukimpokea huyo ndani ya moyo, unakuwa salama kweli kweli. Hakuna kuonewa. Anasema yeye ndiyo pendo. Alionyesha upendo wa kweli, upendo wa dhati, upendo wa agape usio na sababu. Mwanadamu anaweza akasema nakupenda, lakini ukipatwa na shida anasema hamna kabisa, siwezi kukuvumilia hata kama nilikupenda. Kama ndio hivi siwezi. Nataka nikwambie mwanaume Yesu akikupenda, haijalishi hata kama unapita kwenye mapito, anakuwa pamoja nawe. Lazima umpokee Yesu, mtu wa misungwi, akutue hiyo mizigo uliyotwishwa. Umeone umefungwa vifungo, uko gerezani. Nataka nikwambia kukutoa kwenye gereza la uzinzi ni Yesu. Ukitaka utoke kwenye gereza la uchawi, ni mwanaume Yesu Bwana. Ukiingia kwake atakutoa kwenye hilo gereza. Watu wanatembea na magereza, naona wako duniani, unamuona yuko huru lakini yuko gerezani. Usiku hakuna kulala, analala kwenye majumba ya watu. Hata kama anaumwa, hata kama mvua inanyesha, ataenda tu kuanga. Nataka nikwambie utakuwa mtumwa siku zote usipompokea Yesu jioni ya leo. Fanya maamuzi, mtu wa misungwi. Njoo kwa mwanaume Yesu akufungue kwenye vifungo vya dhambi. Njoo ufunguliwe kwenye maonezi. Njoo ufunguliwe kutoka kwenye gereza hilo. Huwezi ukajiwekea dhamana kwa dini ulionayo, wala huwezi ukajiwekea dini kwa swala unazosali. Nataka nikwambie dhamana ya maisha yako ni mwanaume Yesu Bwana. Akiingia ndani ya moyo wako, anakudhamini, anaondoa dhambi zote. Hata kama ulikuwa umeshindwa kuacha dhambi zilizoshindikana kwa wanadamu, yeye anaziondoa tena bila dawa. Jina lake ndio dawa ya dhambi. Hakuna dawa ya dhambi duniani. Ingekwepo dawa, labda watu wangezunguka kutafuta hiyo dawa. Hata kama inapatikana sijui Ulaya, wangeenda kununua, kwa sababu anataka watoke kwenye mizigo ya dhambi, lakini hawana namna. Unashangaa mtu analoga, hana namna. Lakini nataka nikwambie jioni ya leo, ni wewe mwenyewe hujafanya maamuzi. Yupo mwanaume Yesu Bwana. Ukiamua kwenda kwake, ukijipeleka kwake kama ulivyo, nataka nikwambie huo mzigo ni mdogo tu. Hiyo dhambi ni ndogo tu. Shetani amekwambia kwamba haiwezekani kutoka kwenye uchawi, haiwezekani kutoka kwenye uzinzi. Hii dhambi ni kubwa, hauwezi ukatoka. Utaishije sasa ukitoka kwenye hii? Nataka nikwambie hiyo dhambi ni ndogo mno kuliko unavyoelewa wewe, kuliko ulivyodanganywa na shetani. Njoo kwa Yesu leo, mtu wa misungwi. Njoo leo akufungue, akuwekwe huru. Uwekwe huru, ufunguliwe mbali na kuonewa. Umekwisha kuonewa. Unatumikishwa upende usipende. Mtumwa anasema hakai nyumbani. Ndio maana hata wewe ulali nyumbani kwako. Shakuwa mtumwa. Utalalaje nyumbani wakati ushakuwa mtumwa? Yule anayekutumikisha ndiye anataka kwamba saa hizi kafanya hivi,
saizi kafanya hivi. Nataka nikwambie yatosha maisha hayo. Ukimpokea Yesu jioni ya leo, Bwana wewe atakufungua, utakuwa huru kweli kweli, utakuwa mbali na vifungo. Haijalishi hata kama shetani alikufunga na makatale ya namna gani, Yesu anavunja mikatale iliyokwisha kushindikana kwenye dini yako. Dini haina uwezo wa kukufungua hivyo vifungo vya dhambi. Ndio maana naambiwa kwamba nenda na amani. Lakini hata amani hauna, hauwezi ukapata amani, wala hakuna amani kwa wabaya. Hata kama ukitumainishwa kwenye dini yako kwamba nenda kwa amani, nataka nikwambie hakuna amani kwa wabaya. Ukirudi nyumbani unaenda kutenda dhambi. Amani utaitoa wapi? Furaha utaitoa wapi? Ni mwanaume Yesu Bwana. Ukiingia kwake utapata amani ya kweli. Utakuwa na amani, hata ukicheka unacheka kutoka moyoni. Haujaelemewa na mizigo ya dhambi, kwa sababu kazi yake Yesu ameifanya ndani ya moyo wako. Umempokea kuwa Bwana na Mwokozi wako. Lakini nataka nikwambie, ukimkataa Yesu ndani ya moyo wako, unajizuru mwenyewe, unajizulumu mwenyewe. Njoo kwa Yesu leo, funguliwe mtu wa misungwi. Njoo uwekwe huru, mbali na vifungo vya dhambi, mbali na kuonewa, mbali na kuchezewa na shetani. Yaani shetani anachezea watu. Yaani anachezea watu mpaka unawahurumia. Yaani mtu anachezewa na shetani mpaka unamhurumia. Lakini nataka nikwambie, yupa mbali toa huruma ya kweli pale msalabani. Amen. Ukimkubali huyo, alionyesha pendo la kweli. Haijalishi hata kama shetani alikuwa amekudanganya kiasi gani, ukifanya maamuzi ya kumujia Yesu jioni ya leo, atakufungua Bwana. Tena utakuwa huru kweli. Utakuwa huru, utakuwa na amani ya kweli. Lakini huwezi ukapata amani kama umemkataa Yesu moyoni. Ukimkataa Yesu, tumemkubali mganga ndani ya moyo wako, hauwezi ukawa na amani ya kweli. Umekubali uchawi ndani ya moyo wako, hauwezi ukawa na amani. Hauwezi ukawa na amani na kuambia kwa uongo ulio nao. Hauwezi ukawa na amani na uzinzi ulio nao mpaka Yesu aingie ndani ya moyo wako. Fungua moyo wako jioni ya leo, mwanaume Yesu aingie humo, afanye makarabati, afanye ukarabati wa moyo wako Bwana. Aondoe hayo matakataka. Hata kama ungekuwa na cheo kwenye dini yako, hata kama uitwa askofu, nataka nikwambie, wala dhambi haiogopi cha askofu, wala haiogopi sijui cha nani, sijui bishop, sijui mwinjilisti wa kimataifa, sijui mchungaji. Uwa dhambi haina asili ya kuogopa vyeo vya watu. Hata kama ukiwa na cheo, unashangaa mtu ni mchungaji anaenda kuzini, ni mchungaji, ni askofu anaenda kuloga. Nataka nikwambie, mpaka Yesu aingie ndani ya moyo wako, wala dini yako haiwezi kukuokoa, wala cheo chako hakiwezi kukuokoa. Njoo kwa Yesu leo, funguliwe, utoke kwenye vifungo vya dhambi. Yesu anafungua bure bila gharama yoyote. Ni wewe mwenyewe kufanya maamuzi ndani ya moyo wako, ujitoe muhanga kwamba kwa hali yoyote, kwa namna yoyote, nimeamua kwenda kwa nani? Kwa Yesu. Kama ukijitoa muhanga kwenye dini yako kwamba kwani kuna shida gani? Sina, ni mwenyewe nasali. Yaani watu wanajifariji na dini walizo nazo. Nataka nikwambie, tiketi ya kuingia mbinguni wala sio dini ulionayo. Tiketi ya kuingia mbinguni ni utakatifu. Utakatifu ndio Mungu ambaye ameweka, ndio dhamana ya kuingia mbinguni. Kama wewe unajifariji kwamba nitaingia mbinguni kwa vile mimi nasali, sijui na swala ngapi, nataka nikwambie hizo hazitakupa tiketi ya kuingia mbinguni. Ni mwanaume Yesu akiingia ndani ya moyo wako, anaweka utakatifu wa kweli, anaondoa dhambi zote, unakuwa mtakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu.